Wengi walimuona kama mwasi, wengine walimuona kama msaliti. Julai 23 mwaka 1953. Hii ndio siku, masaa na tarehe aliyozaliwa jamaa huyu kwa jina la Ezekiel Ochuka. Baadaye mwaka 1976, Ochuka alijiunga na kitengo cha jeshi la anga, ambaye kwa muda mfupi alijitangaza kuwa kiongozi wa nchi wakati wa jaribio la mapinduzi. Asubuhi na mapema Agosti 1 mwaka 1982, Ochuka aliongoza wanajeshi wa vyeo vya chini wa jeshi la anga na kuchukua udhibiti wa maeneo muhimu jijini Nairobi, ikiwemo kambi ya Eastland Embakasi pamoja na kituo cha redio cha Voice of Kenya. Toka studio za Voice of Kenya, Ochuka alitangaza kupinduliwa kwa serikali ya Rais Daniel Arap Moi, tangaza mwenyekiti wa kile alichokiita Baraza la Ukombozi wa Watu. My dear countrymen, here is an announcement. It is with the greatest pleasure that I announce to you today the overthrow of the corrupt regime of Daniel Toroitich Arap Moi by the patriotic forces of our country. As I speak to you now, our country is fully and firmly under the control of our armed forces. Every care has been taken to make the revolution as bloodless as possible. Fellow Kenyans, over the past few years, this country has been shedding from an open to a closed, dictatorial and inhuman society. Mapinduzi haya yalikuwa yamepangwa vibaya na hayakuwa na uungwaji mkono wa kutosha. Wanajeshi wengine walijihusisha na uporaji badala ya kulenga maeneo kamilifu na muhimu zaidi. Jeshi la kawaida la kikosi cha huduma maalum GSU walibaki waaminifu kwa serikali. Kufikia saa 6 mchana, tayari vikosi vya serikali vilikuwa vimechukua tena kituo cha VOK na maeneo mengine muhimu, na hivyo kumaliza jaribio hilo kwa mapinduzi kwa takriban saa 6. Baada ya jaribio hilo kushindikana, Ochuka na naibu wake Sergeant Oteyo Okumu waliteka nyara ndege la jeshi na kumlazimisha rubani kuwasafirisha hadi Tanzania. Huko walipokea hifadhi ya muda, lakini walirudisha Kenya mnamo 6 Novemba mwaka 1983 baada ya makubaliano ya kisiasa kati ya marais Julius Nyerere na Daniel Arap Moi wa Kenya. Ochuka alifikishwa kwenye mahakama ya kijeshi na kupatikana na hatia ya uhaini na kuhukumiwa kinyongo, ambapo alinyongwa tarehe 10 Julai mwaka 1987 katika gereza la Kamiti la usalama wa juu. Toka chuo kikuu cha Kibabi nikiripotia Kibu TV, langu jina ni Paul Wanjala.